Mnanielewa? Nyinyi mrelax. Shida kubwa nimesema katika taifa letu la Kenya ni shida ya ukosefu wa kazi kwa vijana. Ni kweli ama si kweli? Hii microphone haifanyi wewe. Ala, tuko pamoja. Hiyo ya teknolojia, tumetengeneza college, tumeweka equipment, tumeajiri walimu na tumekupatia basari. Tunaelewana? Kwa sababu hapa mbele lazima tuondoe tatizo la ukosefu wa kazi kwa vijana wetu. Na tunataka vijana wajipange na college ndio tuhakikishe ya kwamba nyinyi mmepata nafasi ya kujumuika na kujenga taifa letu la Kenya. Vijana tunaelewana? Tuko pamoja? Huli pamoja? Si kalikario? Si kalikario? Ndio mimi nataka niwaambie hivi. Hapa mahali tunaenda lazima tutembee kwa pamoja. Mimi nawaomba kwa heshima watu wa hapa Shianda. Sawa sawa? Tutembee pamoja. Na mimi nataka niwaulize. Hatutaki tena turudishwe katika siasa ya makabila. Wewe ni Mluya, huyo ni Mjaluo, ule ni Mkikuyu, sijui Mkalenjin, sijui Msomali. Hatutaki siasa hiyo. Tunataka siasa ya kuunganishwa na shida ya mwananchi. Ndio tunasema hatutaki tena siasa ya makabila, tutafanya siasa ya mahasla. Kwa sababu mahasla hawana ukabila. Mtu ya bodaboda ni wa bodaboda. Mtu wa mkokoteni, mtu wa bodaboda, mtu wa kusukuma kiosk, mtu ya kutengeneza viatu. Hawa watu wote hawana ukabila, wanatengeneza viatu kwa watu wote. Sisi tunaelewana watu wa Mumias? Tunaelewana? Na tumesema vile vile, hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya wadosi na viongozi. Lazima tuongee mambo ya mwananchi hapa chini. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Mumias. Mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi ama tuanze na mambo ya mwananchi? Tuanze na mwananchi ama tuendelee na viongozi? Tuanze hapa chini kwa mwananchi, sio? Na mimi nataka niwaambie, safari hii si kesho tunaanza mambo ya BBI. Nyinyi mmesoma BBI? Mmesoma? Mimi nataka niwaambie marafiki zetu ambao wanasukuma mambo ya BBI. Sisi hatuna shida na BBI, lakini kujeni pole pole. Wacheni kiburi. Wacheni vitisho. Wacheni matusi. Katiba sio yenu peke yenu. Katiba ni ya Wakenya wote. Hata mama mboga hako na maoni. Hata mtu ya mkokoteni hako na maoni. Hata mtu ya bodaboda hako na maoni. Tumpe nafasi kwa sababu hata hawa ni Wakenya. Ama mnasemaje ndugu zangu? Tuko pamoja? Tushakubaliana? Tunasema kwa story ya BBI. Aya. Tushakubaliana? Tumesema kwa mambo ya BBI. Sisi hatuna shida na mambo ya BBI. Lakini watu wasituletee kwa hasira na vishindo na lazima. Lazima kila mtu apatiwe nafasi ya kutoa maoni yake. Ama mnasemaje watu wa Mumias? Tuko pamoja? Tunaelewana? Na tayari tumetoa ilani. Tumesema tumeona imejazwa mambo ya wadosi. Iko mambo ya Prime Minister, iko mambo ya Imperial President, iko mambo ile ingine yote ya mamlaka na mambo ya vyeo ya wakubwa. Hatuna shida na hiyo. Lakini lazima kuwe na mambo ya biashara ya huyu mwananchi wa hapa chini. Lazima kuwe na maneno ya kazi
ya huyu kijana hapa chini ambaye hana kazi. Kama hatuongei mambo ya kazi ya vijana zaidi ya milioni 16 ambao hawana kazi Kenya, haiwezekani tuongee mambo ya watu watatu wanatafuta mamlaka. Lazima tuanze hapa chini kwa kazi ya mwananchi. Ama mnasemaje watu wa Shianda? Ama mnasemaje? Saa ile tunaongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka, lazima tuongee kazi ya hasla, kazi ya mtu wa chini hapa. Tuongee biashara ya bodaboda itasimamiwa namna gani? Tuongee mambo ya mama mboga na ule wa mkokoteni itaendelea namna gani? Kwa sababu siku nyingi tumeongea mambo ya wadosi, watu hapa chini wanazidi na kuumia. Na hata ile inclusivity wanasema, kama inclusivity wanatafuta ya viongozi, sisi tunataka inclusivity ya mwananchi mdogo hapa chini. Tunataka huyu ambaye amewekwa nje kwa sababu ya umaskini na kukosa kazi, ni lini atashughulishwa na mambo ya Kenya. Therefore, as we talk about inclusivity, we can talk about inclusivity with leaders. But we must discuss inclusivity about the people who have been locked out by poverty, by unemployment. How are they going to be part of Kenya? That discussion, ladies and gentlemen, we must have. And it is non-negotiable. This time round, we must start with the ordinary people of Kenya before we discuss matters to do with the leaders of Kenya. Ama mnasemaje watu wa Shianda? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mimi nataka mnisikize marafiki zangu. Nikisimama hapa leo, mimi ndio Deputy President wa Republic of Kenya. Na mimi si wazimu. Na mimi si mjinga. Na mimi si mlevi. Ile nasema, mimi najua nasema nini. Inawezekana hawa vijana milioni 16 tuwatafutie nafasi ya ajira, kama tukiweka mawazo yetu pamoja, kama tukiweka mambo ya mwananchi kuwa priority. It is possible. Na mimi napendekeza ya kwamba kabla hatujaongea mambo ya vyeo ya viongozi, to implement the big four, to implement ile housing program ambayo ingezalisha nafasi milioni 4 ya hustlers, ya watu wa seremala, watu wa masons, watu wa carpenters, watu wa hawa wa plumbers. Hawa vijana wengi wangepata kazi milioni 4. Tuanze na kujenga kazi milioni 4 ya vijana, alafu tuongee nafasi ya viongozi kugawana mamlaka. Ama mnasemaje watu wa Mumias? Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na unajua hawa watu wengi wako na kisirani na mimi ati kwa sababu mimi nafundisha watu wadogo kufikiria mambo makubwa. Mimi nataka niwaambie kama kuna makosa ilitendeka, ni mtu kama mimi ambaye nilikuwa nauza kuku kujua ya kwamba kuuza kuku si laana. Unaweza kuuza kuku na siku moja, kwa sababu kuna Mungu mbinguni, unaweza kuongoza taifa la Kenya. Nyenye mnaelewa marafiki zangu? Tuko pamoja? Kwa hivyo watu wawache madharau, na wawache matusi, na wawache kiburi. Huyu mama ambaye anauza mboga hapa leo, na huyu jamaa wa bodaboda hapa leo, na huyu muungwana wa kinyozi mbinguni, siku moja hiyo biashara yake inaweza kuwa kubwa na anaweza kuwa kitu katika taifa letu la Kenya. Nyenye mnanielewa? Tuko pamoja? Kama wewe uko na bahati, Mungu amekupatia bahati, unaendesha Range Rover, wacha kudharau mtu ya mkokoteni. Kama Mungu umenunua Volvo, wacha kudharau mtu ya bodaboda. Kazi ni wera ni we. Safari hii hawa watu wametuzoea siku nyingi. Mimi nataka niwaulize watu wa Shianda, watu wa Mumias. Safari hii nimewapatia hawa watu notice
ya kwamba 2022 hawa watu wa mama mboga na ule wa bodaboda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga, tutaunda serikali ya mahasla 2022. Wajipange. Yes. Wangapi wako na imani tutaunda serikali 2022 ya mahasla? Yes. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo walete maneno pole pole bwana. Pole pole, wacha kisirani. Wacha madharau. Kenya ni yetu sisi wote. Hakuna vile mtu anaweza kutuambia ati hii BBI ati nobody can stop reggae. Ati mupende musipende. My friend, pole pole bwana. Kenya si yenu peke yenu. Ala. Ama ni aje? Mimi nataka niwaambie, kama mambo ya hawa wananchi, kama kazi ya ordinary Kenyans, kama biashara ya bodaboda na mama mboga haisemeki vile itafanyika, hiyo reggae yenu hawa wananchi wataisimamisha. Ama mnasemaje? Reggae itasimama haitasimama? Itasimama haitasimama? Wawache kiburi bwana. Msituambie ni lazima. Na msituambie ya kwamba nobody can stop reggae. Kuna Mungu mbinguni na kuna wananchi hawa. Kama mambo ya hawa wananchi haiko kwa BBI, hiyo reggae itasimama. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Shianda tunatembea pamoja? Mnasema tutalazimishwa? Watatulazimisha? Hawa watu watajua hawajui. Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Ati watajua? Watajua hawajui. Wakisema ati no. Sasa hivyo sisi tunauliza, let us have a people-centered, all-inclusive conversation on the Constitution. Don't tell us about nobody can stop reggae, my friend. That reggae will stop. If the people's issues are not in this constitutional discussion, oh, my friend, it will stop. Itasimama. Ama ni aje? Tuko pamoja? Tunaelewana? Najua nimesema kwa kirefu kwa sababu nilikuwa nataka tuelewane. Tumeelewana watu wa Mumias? Watu wa Shianda tumeelewana? Huyu mungwana anaitwa Washali amesema nirudi hapa nifanye tena kazi nyingine. Nirudi? Nirudi, si ndio? Si ndio? Tumekubaliana? Siasa si ya makabila, ni ya mahasla. Tumekubaliana? Siasa tumesema kabla hatujaongea mambo ya viongozi, tuongee mambo ya mwananchi. Ni kweli ama si kweli? Kama hatuongea mambo ya mamlaka, tuongee biashara ya mwananchi huyu mdogo. Si ni kweli? Bas. Hapa sasa tuko na wadosi. Wewe. Wacha nimpatie Boni Khalwale ambaye ni Bana Baru. Kata usiogope. Kata Ruto kata. Chenga Raila chenga. Chenga. Funga Khalwale funga. Funga Gladys Wanga mba. Bana Baru. Mimi nasema asanti. Wakati tulikuja hapa na Deputy President, soon after the election, tulikuwa nusu ya hii watu. Mulikuwa bado mnafanya testing. Mr. Deputy President, watu wetu wamekukubali. Wewe sasa ongeza safari za kwenda katika makanisa, maombi iwe mzuri. Hii miezi imebaki 22 isha haraka. We want you to be the president, and the Abaluya people are going to vote for you as the 5th president of the Republic of Kenya. Bana Baru, ninatia ndugu yetu moyo kwamba
ishara ya mtu kuwa rais huwa ni mateso. Ishara ya mwanaume kuwa rais huwa ni nini? Mzee Jomo Kenyatta, ishara ya kuwa kwamba Jomo Kenyatta atakuwa rais, alishikwa akafungwa miaka 7 kule Kapenguria. Kweli urongo? Ishara ya kwamba Moi atakuwa rais, alikuwa anachapwa makofi na makarani wa Kenyatta. Kweli urongo? Ishara ya Kibaki kuwa president wa Kenya, Kibaki aliingia Muliro Gardens Kakamega, akatwangwa tear gas, yeye na Wamalo wa kijana, akatwanga risasi. Ndugu yangu mdogo Cyrus Ngosi ya Lusiola akauawa kwa ajili ya Mwai Kibaki. Mateso. Alafu huyu mwanaume huyu na Mheshimiwa Uhuru, ishara ya kwamba watatawala Kenya ilikuwa kupelekwa katika koti ya mataifa ya ICC. Kweli urongo? Kwa hivyo Mheshimiwa President Ruto, hii mateso yote unaona kidogo kidogo ni ishara kwamba mwaka 22 utakuwa President of the Republic of Kenya. Na nyinyi Waluya mniamini, I know what I'm talking about. Kuna kwa mtandao watu wanaeneza porojo ati mtapiga kura alafu serikali ikitumia kitu inaitwa deep state itabadilisha. Hakuna kitu ambayo inaitwa deep state. Hakuna. If there was deep state in the Republic of Kenya 2002, Moi angetumia deep state anyang'anye Kibaki kiti. Alishindwa kushindwa. Kama tungekuwa na deep state, Raila Odinga akiwa prime minister, Kalonzo akiwa makamu wa rais, wangetumia deep state wazuie Uhuru na Ruto. Walishindwa, hawakushindwa. Walk with us. Mheshimiwa DP, namaliza hivi. Vile sasa umeanza kupanga serikali, ukae ukijua kwamba sisi tutakupigia and we want to be partners. Na katika hiyo partnership, wewe utakuwa rais, mimi Dr. Boni Khalwale nitakuwa governor wa Kakamega. Alafu Mheshimiwa Deputy, with maximum respect, tunataka kiti ya Minister of Agriculture. Minister of Agriculture, waziri wa agriculture atoke Kakamega County mahali inaitwa Mumias, kwa sababu hawa ndio wanataka kupanga mambo ya miwa. Thank you very much, Your Excellency. Kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigyore amubogani asora nyoro bokorari gwekerengo kegoro ase rigori rike bono wabatiboyo abuga hotel nero richibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobware gwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengiya yegekoro naboigo ensemengiya yoboraro inyora amagoreito yobokorari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shilingi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aiga no konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda a shilingi 50 chioka alitoke esani ase shilingi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari bwekerango kegoro ase rigori liansi